Wanikaribishe sana katika sehemu ya 4, ni katika mwendelezo wa simulizi yetu Mkasa wa Kweli. Mwanadada anaitwa Menza, msikilizaji, Mkasa wa Kweli. Lakini nikuombe kabla sijaendelea katika sehemu ya 4, basi nikuombe subscribe channel yetu, lakini pia usisahau kulike, lakini pia usisahau kuweka comment yako. Msikilizaji, nikukaribishe sana katika sehemu ya 4. Sehemu yetu isha pale ambapo Travis alikuwa wanataniana na Menza pale kwamba atamtoa auti, lakini asiwa anakula sana hotelini, akila sana watu wanamwangalia hivyo, utani wa hapa na pale. Msikilizaji, katika watu watano kuna mtu mmoja lazima tu utazoeana naye kwa sana, mtakuwa mnapiga stori kwa sana. Ukiona watu watano hakuna mtu anayekukubali pale, ujue wewe ni wa tofauti. Sasa nikukaribishe sana katika sehemu ya 4, ni katika Mkasa wa Kweli. Mwandishi anaitwa Paulina John, mimi mwenyewe naitwa Uncle G. Karibu msikilizaji wangu, karibu. Basi bwana, bibia mimi nikaingia zangu ndani, mambo mengine yakaendelea, ambako niliingia jikoni kuwasaidia wenzangu kazi hapa na pale. Basi bwana, majira ya jioni hivi tukiwa tunapata chakula cha usiku, mdau bwana akiingia Ilham. Anaonekana ametoka kazini. Madam Gule akauliza, akasema, vipi mwenzetu, mbona umerudi? Jamani, Ilham kijana kiburi huyo. Yaani alimpita mama yake hata bila kumjibu, akapitiza mpaka chumbani kwake. Mimi upande wangu nikabaki na mlaani kimoyomoyo kuwa hana heshima, lakini kumbe kwa mama yake alikuwa akimuonea huruma kijana wake. Sijui amefanya nini huyo. Sio kawaida yake kabisa. Nyie endeleeni kula, acha nikaongee naye. Akasema Madam Goli pale, kisha akachukua sahani na kupakua pale vitu vitamu, akampelekea kijana wake huko chumbani. Mtoto akishua bwana. Sasa upande wa Madam Goli, baada ya kupakua chakula, alielekea chumbani kwa kijana wake. Alifika tu na ugonga mlango, lakini hakufunguliwa. Hakukata tamaa, akagonga tena na tena, mlango kafunguliwa. Ilham baada ya kufungua mlango alirudi chumbani. Madam Goli akaingia, kaweka chakula juu ya meza pale, akasogea kitandani alipokuwa amekaa Ilham. Akamuuliza, shida nini baba? Ilham hakujibu, akaendelea kukaa kimya. Akasema, Ilham tafadhali niambie nini kimekupata mpaka unakuwa kwenye yale. Niambie please, nitakusaidia kuliko kukaa kimya hivi. Ilham akasema, mama naomba uondoke. Unaiache kwanza nipumzike, siko sawa. Ilham akasema, siwezi kuondoka mimi na kukuacha hivyo ukiwa hauko sawa. Tafadhali niambie nini kinakusumbua. Akasema, mama, mimi niko sawa, naweza tu kwenda. Madam Gule akasema, Ilham, mimi ni mama yako sawa? Unatakiwa kuniambia na sio kunificha ficha. Hebu niambie basi, ili walau moyo wangu uwe na amani. Akasema, ni kuhusu Johani mama. Madam Gule akasema, Johani amefanya nini? Akasema, kumba na nisaliti mama, na kibaya zaidi anatoka rafiki yangu niliyemwamini sana, lakini leo ndo malipo yangu haya. Akasema, Ilham nitazame usoni sawa? Nitazame na nisikilize kwa makini. Sio kila mwanamke anayekuja kwako anakupenda. Ukiona mwanamke anakuja kwako na kukwambia kuwa anakupenda, huyo hajakupenda wewe, bali amependa mali na pesa zako ulizonazo. Unaona kama huyo Johani huyo hakuwa anakupenda wewe, yaani moyo wake ulikuwa kwa chazi. Ndio hicho ambacho umekosea kumwamini. Ile ninachokushauri mimi kama mama yako mzazi, najua kuwa umri unaenda, lakini wakati ule usahihi ukifika, Mungu atakubless taji la moyo wako. Usiache kumwomba wala usikate tamaa. Kumbuka maombi yako yanajibiwa. Kwa ule wakati wako bado hujafika. Ukifika ndio utaona ukuu wa Mungu. Kingine, usipende kuharakisha sana mambo, unanielewa? Lakini Ilham akasema, najua mama, lakini nitafanya nini ikiwa nampenda? Akasema, kwa hiyo unataka kurudiana naye, si ndio? Akasema, mama, naona ni makosa ya kibinadamu tu. Madam Gule akasema, okay, ila siku ukiumizwa tena usije ukalilia hapa. Chakula hiki hapo utakula, kama ujisikii kula lala njaa. Madam Gule alizungumza hivyo kisha akatoka, kamwacha Ilham akiwa mbali. Baada ya Madam Gule kutoka pale,
Misigini akamuuliza, kwani kafanya nini? Na Mgoli akasema hana kitu chochote cha ziada zaidi ya mapenzi tu. Ningejua hata nisingepoteza muda wangu kwa sababu za kijinga. Misigini akasema nishamwambia sana kuhusu Joani. Haya, kiko wapi? Ameishia kuumizwa tu. Ni bora hata akamchukua Minza hapa. Hivyo huyo bibi anajielewa, lakini yani naona watu wapo serious, alafu yeye anaweka mambo ya matani. Aisee, sikupenda. Maana kwanza ni kama kanifanya nionekane namtaka ile ama. Ile hali binti wa watu mimi hata kuwaza wanaume sina. Ande Mgoli akasema unamaanisha nini kusema hivyo? Bibi akasema sio kwa ubaya, lakini Liam na Minza wanaendana kweli kweli. Sasa nilimwangalia bibi nikajikuta mpaka nikipalewa na chakula. Maana sikutegemea hilo kabisa. Upande wa Madam Mgoli alichukia kuondoka. Hata chakula kuendelea kula. Kwa kuwa siku hii tulikuwa watu wachache, wale wengine walienda matembezi. Nikanyanyuka pale nikaingia chumbani. Maana hata mimi mudi yote ya kula ilikata. Nikawaza vipi Madam Mgoli kama amechukulia serious. Vipi kama atanifukuza kazi? Mabibi wengine bwana, haifikiri kabla ya kuongea. Kikweli bibi mimi aliniboa. Nikiwa nimejikatia zangu tamaa pale, Misigini akawa ameingia. Kanikuta nikiwa nimejilalia zangu. Kanitazama. Kanambia hakuna haja ya kuwaza yote hayo. Mimi nafanya hivi kwa sababu yako Minza. Nikianyuka kwa jaziba pale. Yaani huyu mzee anataka kuniona kama makalio yake. Yaani nilinyanyuka kwa jaziba kubwa. Kawaza unafanya kwa ajili yangu. Kwani mimi na wewe tuna undogo? Vipi kuhusu Madam Mgoli huko? Unajua amejisikiaje? Hivi Misigini, mbona nitafutia matatizo kwenye kazi yangu? Ambayo nimejikuta mpaka nakosana na mama yangu kwa sababu ya hii kazi. Alafu unakuja kutaka kuniharibia kazi yangu kweli? Hebu wakati mwingine ukiwa unazungumza bwana, wewe unafikiria kuwa mimi nipo hapa kwa ajili ya kazi na sio mapenzi. Na kuomba sana bibi yangu. Jaribu kufanya vyote lakini sio kuniharibia kazi yangu. Bibi akasema kwa unataka kusema kwa nimekuharibia kazi yako, si ndio? Hivyo ujui hii kazi unanifanyia mimi hapa. Na hii kazi inanihusu mimi na sio mtu mwingine. Kama ikitokea umeachizwa kazi, basi mimi nitawajibika kwa sababu hii kazi ni ya mwili wangu. Na imhusu mtu yote. Mbona unakuwa kama mtoto bwana? Nikasema Misigini na kuheshimu sana. Na sitaki kukuvunjia heshima. Kwa hiyo naomba sana. Niachie hii kazi yangu nifanye kwa amani. Misigini hakusema kitu, alipanda kitandani pale akalala. Na mimi kwa upande wangu sikuwa sawa. Ikabidi nilale, lakini usingizi sikupata. Majira ya saa 6 usiku bwana, simu ya Misigini ileta. Mpigaji alikuwa ni mjukuu zake. Kapokea akasema, "Nyie vipi usiku?" Kaulizia, "Vipi Minza yuko wapi aje afungue mlango?" Nikasema, "Mlango kivipi?" Wakasema, "Acha maneno mengi, njoo ufungue mlango mkubwa huko." Mimi sikutaka kufanya maneno yawe mengi pale. Nikajibu sawa. Nikashuka mpaka sebuleni kufungua mlango pale, nikapiga hatua kuondoka kurudi chumbani, lakini wakanizoea. "So unaenda wapi Minza? Uone kama tuna mizigo hapa?" Bila kuongea neno bwana, nikasogea nikawapokea mizigo yao pale, nikapeleka store, lakini wakanizoea. Kusema mizigo peleka kwa Misigini. Nikawajibu kwa kichwa tu. Na wanapiga hatua wakasema, "Minza subiri." Nikasimama na geuka kuwatazama, vijana vipi hawa? Akasema, una nini lakini? Mbona kama unaonekana kama uko sawa?" Travis akaniuliza. Sikumjibu, nikageuka nikaondoka, akainaka mkono. Nikasema, "Niachie bana." Akasema, "Siwezi kukuachia mpaka useme nini kinakusumbua." Nikasema, "Maisha yangu ya kuhusu, fuatilieni maisha yako bana." Akasema, "Hapana Minza, usiwe hivyo basi, tuambie nini kinakusumbua." Nikaona hawa nikibaki pasipo kuwajibu, asubuhi itanikuta hapa. Kuonyesha kuwa nipo sawa, nikatabasamu. Nikasema, "Mimi niko sawa tu, ndio nishaka." Niliposema hivyo, Travis akaniachia. Travis akasema, "Hapo sawa, unaweza kwenda sasa, alafu kesho asubuhi tunaenda gym." Nikasema, "Gym ndo wapi?" Travis akasema, "Utaelewa tu, nenda kalale." Kanisukuma pale mgongoni Travis, basi nilienda zangu kulala, lakini kabla sijafika chumbani nikakutana uso kwa uso na Liam.
Kwanza kabisa akanitazama namna nilivyovaa. Yeye nilikuwa nimevaa baya ndo nguo ya kulalia eti jamaa. Baada ya kuniangalia tena nilivyovaa pale akafuata kuangalia ile mifuko niliyobeba. Wakati huo mimi natetemeka tu, sio kutetemeka. Meno yanagongana humo mdomoni mpaka basi. Nikasikia sauti nzito ya besi. Toka wapi? Unatoka wapi mdau? Nikasema nilienda kufungua mlango. Sasa umeanza uongo, toka lini? Kama umetoka kufungua mlango na hiyo mizigo ni ya nini? Nikasema hii mizigo ni ya Misigilini sio ya kwangu. Akasema na hakika, nikasema ndio. Yaani huku nikiwa natetemeka, msikilizaji, Iliama akanitazama pale. Kiasi kwamba nilihisi nimejinyia. Yaani sema vipi, nipo uchi au? Akasema nipe huo mfuko. Mimi ni nani ukatalia vitu ambavyo havinihusu? Yaani ile naomba fast ile nikampatia, akapokea. Kaangalia pale humo kuna nini? Kaishia kunitazama tu. Yaani jambo ambalo lilifanya nipate wasiwasi wale ya juu, maana ile tazama yake ilikuwa si ya kawaida. Akasema kwa mimi na wewe siku hizi tunalingana, si ndio? Kiukweli sikuwa namuelewa. Nikasema unamaanisha nini? Akasema tuseme hapo unielewe ninachozungumza. Na ninashangaa mtoto wa kike umenenepa hivi, kumbe unatumia vyakula vyenye mafuta mengi namna hii. Sikuwa namuelewa, kwa nikauliza nini sijakuelewa. Akasema hujaelewa nini? Shika hii vitu yako, kesho asubuhi na shida na wewe. Akasema hivyo kisha kaondoka. Nikabaki nimemtumbulia macho. Ndio ikabidi niangalie vile vitu vilivyokuwa mle. Nyie. Huyo Travis Shuari alifikiriaje kuletea masosojo kama haya? Ilijikuta udeno kinitoka. Sikuwa na mudi. Huyo aliniletea chips kuku bila kusahau mishikaki na kachumbali na juisi ya kopo. Nikaangalia huku na huko bana kama labda Iliama anichungulia. Nilipoona hakuna mtu nikakimbilia chumbani. Kufika huko nilikaa zangu chini nikakunya mguu kabisa yani. Nikatoa msoso wangu hapa. Ni msoso wangu kwa sababu najua kuwa Travis ananijua kuwa anapenda kuku. Basi bibi mimi nikafikamia pale mpaka chote kikaisha. Nikishusha juisi yangu pale hapo sambona nitalala. Nitaondoa hizo stress zilizonazo. Nikajipandia kitandani pale punde usingizi ukanipitia. Saa 11 ndio muda wangu wa kuamka. Kwa kuwa sijazoea mazingira ya hapa, najua majukumu, so nikaamua kufanya usafi pale nyumba nzima. Nyumba ilikuwa kubwa. Mpaka saa 1 hivi nilikuwa namalizia kufanya usafi sebuleni. Basi, baadaye wale ambao wafanya kazi pale wadada wakanisalimia wakasema umeamkaje? Alafu asipokuwa na haya ndio wanaamka muda huo. Sema leo nimejitolea kudeki nyumba, maana kwanza sio kazi yangu. Nilichokifanya pale sikuwajibu, nikaendelea na kazi zangu. Saa 1 na madakika hivi nikamchukua misigeni wangu, nikapiga naye tizi kama 2-3 hivi. Nikamrudisha ndani. Ndipo Travis pale naye akaja. Anipitia huko akionekana kavaa mavazi ya mazoezi, nikamtazama nikacheka. Akasema hakuna haja ya kucheka hapo, leo tunaenda wote. Vaa hizi hapa nguo. Akasema Travis bana, nataka uniongozane na wewe. Na bibi namwacha na nani? Akasema usijali kuhusu bibi, nishaongea naye. Wewe vaa hizo nguo na dakika 2 za kujiandaa. Nikasema lakini, akasema acha neno mengi binti. Binti akisukuma vaa hizo nguo, utanikuta sebuleni na kusubiri. Basi kijana wenu baada ya kunikabidhi ile nguo bana akatoka nje. Mimi nikabaki natazama zile nguo. Hakuna haja ya kushangaa, vaa nguo twende usijali kuhusu mimi. Misigilini anazungumza pale, mimi sikumjibu. Maana huyo mzee alishanikela. Yaani anaongea sana, mdomo wake hauna break. Basi kwa shingo upande nikavaa. Ajabu nguo alizoniletea ziliacha sehemu kubwa ya mwili wangu. Yaani mapaji yote yalikuwa nje. Na vile Mungu alinipa kilangi changu cha peke yangu, nguo zilikaa vizuri. Ila shida sijazoea na kingine najiona kuwa nipo uchi hivi. Nikachukua kanga nikajifunga kudadeki. Msikini akanizoea. Akasema usijifunge. Haitokusaidia chochote. Baada ya kujifunga mimi tena nikafungua mlango wa kutoka pale. Nikakuta kweli Travis pale nisubiri. Aliponiona nikiwa vile alisimama, kabaki anishangaa. Nikasema twenzetu. Yaani najiamini nishajifunga kitenge pale. Akasema subiri kwanza. Unaongozana na mimi ukiwa umevaa hilo linguo. Kajiangalia kwanza maana nilivyokuwa nilivyokuwa kisha nikasema ulitaka nivaeje. Kwanza nguo ulizonipa zenyewe fupi. Kwa hiyo nimeamua kujifunga tu kanga. Akasema Minza,
Minza wewe usukuma wako uache huko usukumani kwetu. Hapa ni mjini. Hebu toa hilo linguo lako bwana. Bwana hii nikasema kama utaki kuongozana na mimi nikiwa hivi bora nibaki tu wewe uende kwa kweli. Maana mimi siwezi kujishushia heshima yangu kisa eti mazoezi. Niliposema hivyo akanitazama. Akasema okay, tunaweza kwenda basi. Mimi bila ubichi nilimfuata pale nikiwa na kanga yangu huko chini nimevaa viatu. Tulienda bwana kutoka nje kabisa ya gate afisa akaniangalia. Akasema Mungu nipe ujasiri kwa kweli da. Aliposema hivyo nikamtazama. Nikasema akupe ujasiri kwa lipi la ajabu hapa? Akasema sio la ajabu lakini nakuonea huruma. Najiuliza hapa utakimbiaje na hiyo kanga? Ni bora ungeiacha ndani. Nikasema hicho ndio kitu ambacho sitaki. Kama unaona kwamba nakutia aibu, unaweza kwenda mwenyewe kwanza hajalazimisha kuwa na mimi. Akasema hebu nielewe basi Minza. Unaona kama hiyo unakimbia umevaa mavazi mazuri. Yanawapa wepesi wa kukimbia vizuri, ndio maana hizi zikawekwa kuwa nguo za mazoezi. Hebu kuwa mwelewa. Nikasema kwa hiyo unataka mimi nitoe hii kanga ili unione, si ndio? Akasema achana nayo Minza. Kama ningekuwa lengo la kukuona, ningebakia kule chumbani wakati unavaa, ila kwa kuwa na kuheshimu kabla nitoke. Kwa hiyo kuwa na amani, siwezi kukuchungulea. Siwezi kufanya jambo lolote lile wewe la kisitu. Basi mimi baada ya kubembelezwa sana pale nikawa nimekubali kuitoa ile kanga. Ila sasa issue ndo ilipoanzia pale. Maana nilipotoa ile kanga Jefferson alikuwa makini kunitazama sasa huko chini. Maana nilipokuwa na mguu wa bia. Nikasema unaona sasa kitu ambacho nilikuwa sitaki. Nikajifunga tena kanga yangu. Lakini aliniwahi pale akaninyang'anya ile kanga. Na mimi sikukubali, hivyo nikaanza kumkimbiza. Ukawa ni mwendo wa kukimbizana. Sasa tulikimbia kadri nilipokuwa nazidi kukimbia, nilikuwa nazoea. Tulikuwa tumefika mbali na nyumbani. Nikasema Travis simama bwana. Simama mimi nimechoka. Yaani nainama hapo maana nikimbia sana jamani. Nikahisi pumzi inakata. Travis akarudi mpaka nilipokuwa pale akanipatia maji. Nikasema kumbe ulikuja na maji? Akasema ndio maji lazima. Kwa hiyo tunaweza kurudi tu nyumbani au tuendelee? Nikasema hapana kwa kweli, yaani nimechoka sio sila. Akasema okay, turudi nyumbani. Ila ukifika kula mboga za majani na sio vitu vya mafuta hayo. Kuanzia leo nakusimamia. Nikasema umenisimamia wewe umekuwa nani? Akasema mimi rafiki yako bwana. Maana sisi sihitaji kuwa na rafiki mwenye mwili mnene hivi. Alafu kumbe wewe ni mzuri hivi jamani sikujua. Nikasema mjinga sana wewe. Basi safari ya kurudi nyumbani ilianza turudi kwa kutembea. Huku tukipiga stories hapa na pale. Hatimaye tulikuja tumefika nyumbani saa 3 asubuhi. Nikasema Travis, hebu nipe nguo yangu bwana. Tuliingia getini pale mimi nikasema bwana nipatie kanga yangu. Akasema nguo ya nini na wewe? Kwanza hapo umetokelezea balaa. Na hilo shepu lako. Sijawahi kujua kama uko na shepu bwana. Nikasema Travis acha upoze. Sawa, tusifikie huko. Mimi na wewe ni mtu rafiki yake. Masuala ya kuanza kunipekechua mwili wangu hayakuhusu. Akasema hasa ndo nune. Nikasema utajua mwenyewe nipe kanga bwana. Akasema kanga sikupi alafu tuone utapitaje pale. Nikaona huyu anataka kunipanda kichwani. Nilichofanya ni kumblokea lakini aliniwahi. Akakimbia ndani. Mimi nikamfuata huko. Naingia tu kwenye mlango wa kuingilia pale nilienda kukungana na Iliam. Kanifanya nianguke chini kama mzigo wewe. Jamani niliumia. Nilisema mama. Yaani Iliam niliguga kwa Iliam nikaangukia makalio yangu. Iliam akanitazama pale. Kanipa mkono kwa lengo la kunisaidia kunyanyuka. Bibi Messi nikaupokea. Nikaunganisha na ule wa kwake vikakutana. Ni huyu kaka na mikono milaini. Yaani mikono yake ilikuwa mizuri. Alafu sasa damu unaziona kabisa zinasafiri kuelekea kwenye moyo. Kasema ulienda wapi? Sikumjibu nikabaki kimya. Akasema nakuuliza ulienda wapi? Akasema nilienda gym. Akasema gym? Jana nilikwambiaje? Nikabaki kimya. Akasema mimi sawa sikio la kufa, si ndio? Nikasema hapana kaka. Akasema komea hapo hapo. Mimi sio kaka yako.
Alafu akuwa na kiboli leo na kitoko hebu nifuate kwanza. Basi mimi nikiwa na uoga wa hali ya juu, nilimfuata nyuma huku nikishusha kile kibukuta changu nilichokuwa nimevaa. Vizuri pale sebeni Madam Glory hakuwepo. Hiyo ilikuwa kama fadhali. Ila kwa huyu kaka ilikuwa namuonea sana aibu. Kama nampenda jamani, hapana, msifikirie hivyo. Mimi namuonea aibu kwa sababu leo kanikuta na kinguo kifupi. Basi bwana, mtu mbili tumeongozana pale tuenda kuishia chumbani kwa Eliamu. Kiukweli sikuwa tayari kuingia, hivyo nikabaki nimesimama kwenye mlango wake pale mlangoni. Akasema nasubiri niingia. Nikasema akasema kuna nini ambacho hujaelewa? Nimesema ingia. Mimi niingie. Eliamu hakuwa anaona pale, alichokifanya ni kunishika mkono kwa nguvu pale, akanivutia ndani, akafunga mlango. Wewe unataka kufanya nini? Mbona simuelewi huyo wako jamani? Nikasema unataka kufanya nini wewe? Yaani hasira zishanipanda. Kunijibu akaniachia mkono pale. Akachukua pisi yake na kwenda kwa kitandani. Akaiwasha pale, akaanza kuchokonoa sikujua anafanya nini. Nikamwangalia hapo anafanya na msubiri. Nijue labda ataniambia kitu, lakini haikuwa hivyo. Ilisema kama dakika 15 mtu yupo bize na kazi. Mwisho wa uvumilivu ukanishinda bibi. Nikamwambia kama una kitu cha kuniagiza sema mimi niende. Sasa alinijibu. Alikuwa kimya tu bize na pesi yake. Nilichukia, maana miguu ilishaanza kuniuma. Nikasema sema neno basi. Na sasa unashataka kulea. Eliamu akanyoa uso wake pale akitazama. Akasema niseme nini labda? Yaani wewe kazi yako hapo nimekuweka hapo niangalie. Basi mpaka pale nitakapoamua mimi kukoloza. Niliona saa huku ni kudharauliwa. Umasikini ni mbwa wala. Yaani nisimame hapa nimtazame mtu ili imekaaje kwanza? Mbona ukaka naona kama dishi limeyumba vile? Au nyie mnasemaje? Basi bibi mimi nikasimama pale mpaka nikachoka, nikaenda kukaa kwenye sofa. Nilikuwa huko chumbani. Nilikaa namtazama mtu. Baada ya kukaa sana usingizi ukaanza kunyemelea pole pole. Mwisho wa uvumilivu kanishinda bwana, nikalala pale pale kwenye sofa. Nikiwa na kinguo cha mazoezi. Nimevaa na viatu na kuja kuamka baada ya kusikia naitwa jina langu. Nikakolopoka nikaanza kujiangalia kama nipo salama. Ajabu nilijikuta nikiwa nimefunikwa shuka. Alafu Eliamu amesimama pembeni anitazama. Akasema nilikwambia unitazame. Kwa nini umelala? Nikasema siko sawa, nahisi naumwa hivi. Niliposema hivyo akanisogelea akasema unaumwa nini? Nikamtazama. Si tukakutanisha macho pale. Yaani mimi mshipo wa kukutanisha macho na mtu huwa sina kabisa. So nikaangalia pembeni. Nikasema naomba niende chumbani. Nasimama hapa naongea huko nasimama. Hakunizoea. Mimi nikajiokota hivi kama naumwa kweli, nikafungua mlango pale nikatoka. Ndio natoka tu hizo kosa na Madam Glory. Alikuwa amesimama nje ya mlango. Kwanza ile natoka tu nikakutana na jicho la mwana unikome kutoka kwa Madam Glory. Si nikaanza kuweseka pale. Maneno ya toki. Madam Glory akanishika mkono akanitoa pale. Nikamfuata nyuma safari yetu si ndio? Hii sasa tunaenda wapi? Yaani safari ilienda kuishia kwenye store ya vyakula. Alipofika kaniachia, kanitazama nilivyokuwa nimevaa. Kasema kwa wewe mpumbavu, puzi, umevaa hivi kwa ajili ya kwenda kumchega mwanangu, si ndio? Nikasema hapana mama. Kasema wewe koma wewe. Mimi sio mama yako. Nakuuliza tena, una mpango gani na kijana wangu? Nikasema mimi sina mpango naye. Akasema una mpango naye, si ndio? Mle chumbani ulikuwa unafanya nini? Na kama una mipango naye, kwa nini mama alisema kwa wewe uolewe na Eliamu? Niambie usinifiche tu. Niambie. Si nikatoa macho. Sasa nimwambie nini? Aya bwana msikilizaji, bwana kazi ni kazi kweli kweli. Sasa bwana Minze yuko pale kwa ajili ya kazi. Lakini Eliamu huyo ni mkaka ambaye ni mkimya sana. Mtu mkimya kweli kweli. Ujue anawaza nini, yupo kimya, ujue anakuchukia, ujue hivi na hivi hivyo. Lakini Travis bwana ni mkaka ambaye amepatana sana na Minza, ni marafiki kweli kweli.
Akienda anamletea vitu vya kula. Sasa siku hiyo akamchukua wakaenda kwenye mazoezi, baadaye wakarudi. Ndio hivyo Eliamu kutana naye akamchukua Minza chumbani kwake. Sasa Minza anatoka chumbani anakutana na mama pale mlangoni. Mama anafoka anasema, wewe mpuuzi wewe, niambie ulifuata nini kwa mwanangu? Tukumbuke kwamba mama afagilie watoto kama hawa zeluzelo. Huenda yeye alitaka mtoto wake awe na mwanamke ambaye ni msomi, mwanamke ambaye anatoka kwenye familia yenye pesa hivyo. Sasa mama anamhoji Minza pale, ulienda kufanya nini chumbani kwa mwanangu? Minza anabaki tu anatoa macho. Atafanyaje? Kama atafukuzwa kazi au nyumbani itakuwa vipi? Yes, mimi naitwa Uncle G. Niseme ya kwamba kwa leo sina la ziada. Tukutane katika sehemu ya 6. Nikutakia wakati mwema.